Bwana Yesu asifiwe sana. Nimeokoka, nampenda Yesu kama mwokozi wa maisha yangu. Ningependa tukaweze kushiriki neno. Mara ingine hii nimekuja mbele za kamera ili ujumbe ukakufikie. Nataka nikazungumzie dhambi ya uzinzi. Dhambi ya uzinzi. Na kabla sijazungumza, wacha tuamini na tumuombe Mungu ili akaweze kuwa pamoja nasi. Baba, ni asante kwa sababu ya neno lako tunapoenda kushiriki. Baba, tupe nguvu ikafanyike chakula, mkate wa uzima ndani yetu. Baba, hilo neno lako likajenge maisha yetu na misingi yetu ikawe nzuri. Baba, ni asante, tuongoze na ukatupigania kwa jina la Yesu naomba na atakuamini. Amen. Kwa hivyo nataka nisungumuzie dhambi ya uzinzi. Dhambi ya uzinzi ni dhambi ambayo imezungumziwa sana katika maandiko. Na kama kuna dhambi Mungu huwa inamfanya kukasirika, ni dhambi ya uzinzi. Dhambi ya uzinzi huwa inafanya Mungu akasirike na mwanadamu. Dhambi ya uzinzi. Na dhambi ni nyingi, lakini dhambi ya uzinzi Mungu kuna vile ameweza kuiweka ya kuwa ni kuna vile huwa ni dhambi ambayo inaumiza moyo wa Mungu. Dhambi ya uzinzi, tamaa ya mwili, inaumiza moyo wa Mungu. Sisemi ya kwamba wakati naongea dhambi zingine, sisemi ya kwamba dhambi zingine ni nzuri, lakini nataka nisungumuzie dhambi ya uzinzi. Dhambi zingine pia asifai na Mungu apendi dhambi, lakini dhambi ya uzinzi iko na uzito fulani. Dhambi ya uzinzi iko na uzito. Dhambi ya uzinzi inaweza ikamzuia Mungu, inaweza ikamfungia Mungu asitembee na wewe. Dhambi ya uzinzi inaweza ikazuia. Dhambi ya uzinzi iliua watu wengi. Dhambi ya uzinzi ilimaliza watu wengi. Dhambi ya uzinzi ilimaliza watumishi wa Mungu waliotumika. Tukiangalia mtumishi wa Mungu ambaye anaitwa Samsoni. Samsoni ni mtu aliyeteuliwa na Mungu ili kumtumikia Mungu kwa mwito wake, lakini dhambi ya uzinzi ikamzuilia. Dhambi ya uzinzi ikamzuilia kufikia malengo ambayo Mungu aliweka ndani yake. Dhambi ya uzinzi ni dhambi ambayo imefungia watu kumjua Mungu, imefungia watu kupigana katika vita vya wokovu. Dhambi ya uzinzi imefanya wengi walioitwa na Mungu kukosa kutimiza malengo yao. Watumishi wa Mungu walioteuliwa na Mungu dhambi ikawaondoa katika mwito. Kwa hivyo nikizungumzia dhambi ya uzinzi, ningependa pia nikupe majibu ambayo utayatumia kushinda ile dhambi. Sababu ni dhambi huwezi kuishinda kirahisi. Dhambi ya uzinzi huwezi kuishinda na mawazo ya kimwili. Sababu ni kitu Mungu aliweka, ni kitu, mapenzi ni kitu Mungu aliweka ndani ya mwanadamu na ikahalalishwa. Ni halali watu kufanya mapenzi, lakini si mapenzi, si kila mapenzi ambayo yanampendeza Mungu. Kuna yale mapenzi ambayo ni mipango ya Mungu, lakini kuna mapenzi ambayo ni uzinzi. Dhambi ya uzinzi inaweza ikatenganisha ndoa. Dhambi ya uzinzi huwa inachafua hekalu la Mungu, inachafua yule roho wa Mungu. Sababu dhambi ya uzinzi ni dhambi inafanyika ni kama nikiweka vizuri, wacha niweka hivi. Dhambi ya uzinzi ni dhambi inayochafua mwili wa mwanadamu. Na maandiko inasema huu mwili
ni hekalo la Bwana. Kwa hivyo dhambi ya uzinzi huwa inachafua hekalo la Bwana, na ndio ushinde dhambi ya uzinzi. Nataka nikupe njibu siku ya leo vile utakavoshinda dhambi ya uzinzi. Jibu moja tu utakalofanya ushinde dhambi ya uzinzi. Na siku ya leo ningeomba ukaweze kuchukua hii hatua, na itakufanya uone umeshinda dhambi ya uzinzi. Kwa sababu maisha ambao ya siku hizi, maisha ambao tuko nayo, kuna mambo hatutakiwi kufanya kwa sababu ya maisha vile yalivyo. Ungumu wa maisha, ungumu wa maisha siku hizi si kama kitambo. Maisha siku hizi si kama kitambo. Kwa hivyo kama ungependa kushinda dhambi ya uzinzi, ningependa uweze kuchukua hii hatua kwanza. Number 1, omba Mungu akupe neema ya kufunga na kuomba. Neema ya kufunga. Mwambie Mungu akupe neema ya kufunga. Neema ya kufunga. Mwambie Mungu akupe neema ya kufunga. Hata kama utakuwa unafunga siku 3 tu, neema ya kufunga na kuomba ndio neema inaweza ikafanya uzinzi, tamaa ya huu mwili ikuondoke kabisa. Neema ya kufunga na kuomba. Ukiwa mtu wa kufunga na kuomba kila wakati, continuous unafunga na kuomba, dhambi ya uzinzi itakimbia kwako, itakuondoka. Maandiko inasema uzinzi, zinaa tuikimbie. Na ukiangalia Josefu alikuwa afanya uzinzi na mke wa Potifa, lakini akakimbia hiyo. Lakini usione kwamba ni rahisi kuikimbia. Lazima kuwe kuna hatua ziko ndani yako. Lazima uwe na akili nyingine tofauti na ya mwanadamu ndani yako. Kwa hivyo ndio ushinde. Imagine siku ya leo mke wa president, mtu aliye na mamlaka, mwenye pesa, mke wa tajiri aliye na kila kitu. Wewe uko hapo mtoto maskini, mtoto usiye na pesa. Huyu mke anataka mlale tu. Alafu katika moyo wako ukatae na useme sitafanya kwa sababu sitaki kumkosea Mungu. Si jambo rahisi. Lazima kuwe kuna kitu kiko ndani yako ambacho si cha kawaida, na hicho kitu ndio kifanya kazi. Lazima uwe mtu wa kufunga na kuomba. Kufunga na kuomba. Kufunga na kuomba itakupa nguvu ya kushinda usherati, nguvu. Aidha wewe ni mwanaume, aidha wewe ni mwanamke. Maana usherati ni tamaa inayemwandama kila mtu. Mke wa Potifa, yeye ndiye alikuwa na tamaa na Josefu. Samsoni ndiye alikuwa na tamaa na Delila. Kwa hivyo uzinzi unaweza ukaandama kila mtu. Kufunga na kuomba. Anza hiyo safari ya kufunga na kuomba. Unaweza kuwa una neema kubwa, lakini anza tu. Nakula jioni mpaka jioni tena. Nakula jioni mpaka kesho jioni tena. Nakula jioni mpaka kesho jioni tena. Naweza ukaanza hapo. Na utaona usherati ukianza kukuondoka, na utaona ukisimama kwa wokovu. Watu wengi wameondolewa kwa wokovu na uzinzi. Watu wengi wameondolewa kwa wokovu na uzinzi. Watu wengi wamekosa kufanikiwa kwa sababu ya uzinzi. Watu wengi ambao wameitwa na Mungu, ambao Mungu aliwaita, walikosa kufikia hatima zao kwa sababu ya uzinzi. Kwa hivyo anza kufunga na utaona uzinzi ukikutoroka
utaona hiyo tamaa inaenda, mawazo inatoka kwa uzinzi, hiyo tamaa ya mwili inakuondoka na utaona umesimama, na Mungu akubariki. Kwa hivyo nataka nikuombee ili roho ya uzinzi ishindwe ndani yako. Kwa hivyo tuamini pamoja, tuombe. Ukiwa hapo, Mungu akupe neema na akupe nguvu ya kufunga na kuomba. Baba, ni asante ni kwa ajili ya msikilizaji huyo, ni dada huyo, ni ndugu wanaonisikiliza mahali pale, ambao wamelemewa na roho za uzinzi. Ninawakabidhi kwako Baba, ukawaondolee vifungo, ukawaondolee vifungo vya uzinzi na tamaa ya mwili, ukawaondolee katika jina la Yesu. Ukawape nguvu ya kufunga na kuomba isiyo ya kawaida Baba, ukawasimamishe katika jina la Yesu. Ninawakabidhi kwako Baba, ukawape nguvu, ukawape ushindi, ukawape neema zaidi katika jina la Yesu. Baba, ninawakabidhi kwako, ukawapiganie, ukawatetee, ukawalinde Baba. Ni asante kwa sababu wewe unaenda kutenda, na ni kwa jina la Yesu ninaomba na kuamini. Amen. Barikiwa sana, barikiwa sana. Asante.